Kwa sasa nina miaka 24 nafanya hii kazi, na katika changamoto kubwa nimepambana nazo, na waambia ni mahusiano ya waumini na dini imejengwa chini ya maslahi. Yani katika matatizo makubwa sana, mpaka mahusiano ya waumini na viongozi wa dini ni kwa kadri ya kiongozi anavyomnufaisha ndio kwake anakuwa ayatullah. Kinyume na zamani waumini wakiwapelekea mashehe zao, sasa hivi waumini wanajiuliza tuta benefit nini kwa mashehe zetu. Nimesema leo nitazungumza swaraha kwa sababu kuna mambo tukitoyaweka wazi hatuwezi kutembea kwenda mbele. Hii ni hatari, na mimi siko kwenye kuangalia masala kusaidiana ama kutosaidiana, niko kwenye hatari ya kujenga mahusiano ya kibiashara baina ya muumini na msikiti, baina ya muumini na kiongozi wa dini. Zaidi ya hapo, ndoa zajengwa katika misingi ya kibiashara. Wazee wako hapa, kina mama wajua walivyoishi nyuma. Mtu asikwambie maisha yana shida leo. Mimi sikubali kwamba maisha yana shida. Ukifananisha maisha ya leo na maisha ya wazazi wetu nyuma, kila mtu arudie baba yake na mama yake, maisha ulioinukia ukiona nyumbani na unavyoishi wewe ndivyo. Jana nikimwambia shekhe mmoja, tumefuatana, niko Moshi, namwambia mimi nimefika mpaka miaka 16 sijui kuvaa viatu. Hakuna pesa za kuvaa viatu nyumbani. Hata nyinyi mnaita malapa yale, sio? Sisi tunaita champali. Hakuna pesa hizo nyumbani. Unaenda chuoni, sisi hatukusoma shule. Tumeenda chuoni mpaka tumemaliza kuhitimu Qur'ani, mpaka tumefika miaka 13, waenda na miguu, sisi tunaita miguu chuma, bila ya viatu. Hakuna. Kiatu ni kimoja, kimenunuliwa kwa saizi ya miaka 3. Maneno nimesema mara nyingi. Unapewa siku ya Idi, ukirudi mama anakuambia fanya nini? Lete. Zinafutwa, hakuna kiwi. Sisi tunaita tano zile za nazi, nyinyi mnaitaje? Ukishakukamua chacha zile ndo zilikuwa zikiwekwa ni kiwi nyumbani ya kusafisha viatu. Nasafishwa, zinafutwa, zinachiwa kwenye boksi, mpaka Idi nyingine ndio unapatiwa. Msituone leo tumvaa makoti na nini tukasahau tunapotoka. Mayai mpaka aje mgeni nyumbani na kuku. Mpaka aje mgeni nyumbani na mgeni mzito, tena kuchangwe changwe, kupikwe sasa mayai ndio na wewe upate kidogo kudandia. Au hivi ndivyo maisha waliishi wazee wetu. Nimeinukia kwenye nyumba, sikwambii zulia, sikwambii mpira, smiti hakuna. Ni mchanga, ground ya nyumbani, mpaka nimekuwa mimi naelewa ni mtanga, hakuna smiti, hakuna pazia, hakuna pesa za kila Idi kununua nini? Pazia. Lakini ndoa zilikuwa na raha. Kulikuwa hakuna pizza, hakuna baga, sio? Hakuna kwamba leo mwanamke, mume wangu kama anipenda kweli anipeleke out. Pesa za kupeleka out zamani zilikuwa zaweza kulisha miezi 2 kwenye hiyo nyumba. Wakaa kwa sababu imepita mwezi, msichana hujapata picha ya kuweka kwenye status ya kuwaonesha wenzako kwamba nimepekwa out hoteli fulani, waimaliza ndoa yako, na kwamba mume hana maana. Kwa nini ameshindwa kunipeleka out? Mwayaona maisha yetu yanavyotengenezwa na hizi social nini, mitandao ya kijamii yawatengeneza. Na sana mimi nazungumza na vijana, watoto wa kike, tizamani comedy. Hakuna kitu cha kipuzi kwenye media. Hata zile comedies ni hatari, za zungumza na wewe, za jenga philosophy kwenye akili yako. Niwape mfano. Mimi katika watu kwa kipenda sana Tom and Jerry.
mpaka shakuwa mtu mzima, na mpaka leo ukipata nafasi uitizama, wanaenjoy sana yani. Tom and Jerry, ukiitizama ile Tom and Jerry ina message yoyote ya kifilosofi? Iko nayo. Niwaambie billahi alaika, wengi siku hizi vijana mwapenda mpira. Wajua ukienda mpirani, hata kama una timu, ukianza mpira utajikuta huko kwenye timu. Mimi nimecheza mpira miaka 18 nilikuwa namba 5 ya kazi hapa fullback. Ukienda hata kama si timu yako, tujalie wewe timu yako siku ile sio inaocheza, ni timu nyingine, baada ya dakika 5-10 mara utajiona kihisia ushaanza kulalia. Niwaulize, mkitizama Tom and Jerry kihisia mnalalia kwa nani? Kwa panya. Katika maisha yetu mnyama bora kwetu ni nani? Ni paka ama ni panya? Anayetunufaisha zaidi ni paka ama ni panya? Anayetudhuru ni paka ama ni panya? Kwa nini umesympathize na panya? Sijui manielewa vizuri sana. Automatic ilivyotengenezwa, umetengenezewa paka ni mtu adui, ni jitu nyanyasaji, ni jitu la kumaliza. Kama unavyotengenezewa leo mujahidina ni maadui na wazayuni ni marafiki. Umeiona media unaidharau. Tom and Jerry inakutengeneza automatic kusympathize na mtu mbaya bila ya kuelewa ni mbaya, na kumnyanyasa mzuri bila ya kuelewa kwamba ni mzuri. Reality haikubali. Sasa siku hizi kuna comedy za Kichina kwenye TikTok. Vijana muko tuko na nyinyi sambamba, mtu wati nyuma. Tutazungumza jahazi ya Nabii Nuhu, nyinyi mko TikTok, lazima tuwafuate huko. Kwenye TikTok kuna comedies nyingi, na kila taifa, wa China mkitaamali, utakuta mume ameingia nyumbani, anamwambia mkewe, mfano niletee chakula, mwanamke kafuriana, hataki kuzungumza naye, kisha anafanya kama kuvuta kama pesa hivi, anamuonesha noti moja, mwanamke ainuka haraka, anaanza kumwekea sahani. Hamujaona hizi kwenye TikTok? Na wapa mfano, iko mifano mingi. Yani inakuonesha huduma bora kwa mume wangu ni kwa kadiri anavyonipa. Kiwango unachopei ndicho kiwango unachopata huduma ya ndoa. Haya ni maadili jamani. Hili ni business. Unanunua. Sitaki kuzungumza maneno mabaya. Kuna tofauti gani sasa ya huduma ninayopata kwa mke wangu niilipie nyumbani na huduma ninayopata barabarani?